nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Furaha ya mzazi anavyoanza maisha yake na hasa anavyobarikiwa kuwa na watoto, moja ya furaha yake ni kuona na kuwa na hakikisho la kwamba watoto wake wanamtii na wanakuwa na unyenyekevu. Lakini pia furaha ya kanisa au pengine furaha ya taifa au furaha ya jamii fulani ni pale ambapo wanavyoona kiongozi wao anakuwa ni mnyenyekevu kwao. Lakini pia raha ya kiongozi ni pale pia anapoona watu wanaoongoza wanakuwa ni watii kwake. Kwa maana nyingine wanakuwa na unyenyekevu. Raha na furaha ya kiongozi wa kwaya ni pale anapoona watu wake, wanakwaya wenzie, wanaishi katika hali ya unyenyekevu kiasi cha kwamba wanaweza kutii wanachoweza kuambiwa, wanaweza kutii wanachoweza kuelekezwa, naam, wanaweza kufanya vile ambavyo wanakubaliana. Vivyo hivyo, furaha ya mwalimu ni pale wanafunzi wa kwake wanapokuwa katika hali ya utii, wanavyoishi katika maisha ya unyenyekevu, kwa maana kwamba wanavyoelekezwa wanaelewa, wanavyoambiwa wanafanya. Inakuwa ni furaha mojawapo ya mwalimu. Lakini pia afisa utumishi au kiongozi yote anayehusika na utawala, kwa maana ya kuongoza watu au wafanyakazi, furaha ya kwake ni pale anapoona watu wanaoongoza wanakuwa na unyenyekevu, wanakuwa na utii. Vivyo hivyo watumishi hao au wafanyakazi hao, furaha yao ni pale wanapomwona kiongozi wao anakuwa ni mnyenyekevu, anakuwa ni mtu wa kujishusha. Ni furaha ya kwao. Furaha ya mchungaji ni pale anapoona kundi la kwake linakuwa na kuishi katika hali ya utii na unyenyekevu. Furaha ya waumini vivyo hivyo ni pale vile wanavyomwona mchungaji wao au kiongozi wao anavyoishi na kuwaongoza katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya upole. Kwa maana nyingine, kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Nami asubuhi ya leo nitatamani tuangazie kidogo sana kwenye ule mstari wa 29b juu ya unyenyekevu. Nitawapitisha katika tafsiri kadhalika za unyenyekevu, ambapo pengine na unaweza ukaona ya kwako iliyo nzuri zaidi. Lakini katika hizi ambazo nitakuwa nazo na ile nzuri utakayokuwa nayo, kama utajikuta haupo katika hizo, basi uwe na hakika uko katika kundi la pili la watu waishio katika hali ya kiburi, watu ambao Mungu moja kwa moja anawapinga. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia unyenyekevu, tafsiri za kwangu ambazo unaweza ukazibeba pia au kaongezea na za kwako, ni hali ya mtu kujishusha licha ya hadhi ya kwake, licha ya hali yake, haki yake, kiwango alichokuwa nacho. Ni hali ya mtu kujishusha licha ya hadhi yake alionayo, licha ya haki yake alionayo, na hata kiwango alichokuwa nacho. Ukimkuta mtu wa namna ile,
yupo katika level fulani za kiongozi au vyeo, yupo katika maisha fulani vile ya hali ya juu fulani, lakini bado anathamini na kushuka chini kwa wewe ambaye pengine hata haukaribiani. Tunaita ya kwamba anaishi katika mazingira na maisha unyenyekevu, maisha ambayo ni tabia ya Bwana Yesu mwenyewe. Lakini ile hali ya mtu kuonyesha heshima na kujali kwake kwa watu wengine bila kujali ukubwa aliokuwa nao, wala kiwango alichokuwa nacho, wala maisha aliyokuwa nayo, hiyo pia ni unyenyekevu. Lakini ile hali ya kuinua kiwango cha thamani ya watu wengine, ile hali ya kuinua kiwango cha thamani ya watu wengine na kuwaleta katika kiwango ambacho kiukweli hawakustahili kwayo, nao pia ni unyenyekevu. Moja ya sifa ya Bwana Yesu tangu mwanzo kabisa ni unyenyekevu. Nasi kwa kuwa ni wafuasi wa Bwana Yesu, nasi tulikwisha kutii na kuamini ya kwamba Yesu ndiye Bwana Mwokozi wa maisha kwetu, tunapaswa kuishi katika hali ya unyenyekevu. Na hivyo tukiona hatu katika mazingira haya ya kutokuwathamini wenzetu, licha ya nafasi tulizokuwa nazo, licha ya viwango tulivyokuwa navyo, tuwe na hakika ya kwamba hatuishi katika ufuasi wa yule ambayo kwayo sisi tumekiri na kuamini ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha kwetu. Anasema ya kwamba jitieni nila yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ile hali ya kufahamu na kutambua na kuzingatia moyoni mwako ya kwamba jinsi ulivyo, jinsi utakavyokuwa, si kwa uwezo wa kwako, si kwa nguvu zako mwenyewe. Ukifika level ya kutambua mazingira na maisha hayo, uwe na hakika ya kwamba ile tabia ya Bwana Yesu ambaye yeye ameasili na kuilishi kwetu inakuwa hapo kwako. Lakini ukijikuta katika mazingira machache ambayo nimeapilisha kwako, haupiti kwayo, uwe na hakika ya kwamba upo katika upande wa pili ambao ni wa kiburi. Kinyume cha unyenyekevu ni kiburi. Na hivyo ukiona maisha ya unyenyekevu yamekushinda, uwe na hakika katika upande wa pili ambao Mungu mwenyewe anaupinga moja kwa moja. Ile Petro ya kwanza sura ya 5 ule mstari wa 5 anasema anawapinga wala wenye kiburi. Sasa kwa nini tuangaze kwenye eneo hili la unyenyekevu? Iko nguvu kwenye kuyaishi maisha ya unyenyekevu. Iko nguvu kwenye kuyaishi maisha ya unyenyekevu. Ni jambo jepesi sana, ndio, lakini ni jambo gumu sana kuliishi kama haujaweka utayari moyoni mwako, kama haujazingatia na kujua ya kwamba hapo ulipo, huko utakakokuwa, si kwa nguvu zako, si rahisi kuendelea. Tutangaza mambo machache kidogo tu ambayo asubuhi ya leo nitawapitisheni. Ukiyaweza kuyaishi maisha ya unyenyekevu, uwe na hakika utaheshimiwa na utaheshimika. Ukiyaishi maisha ya unyenyekevu kama vile Yesu alivyotuelekeza, uwe na hakika utaheshimiwa na utaheshimika. Kwa maana nyingine, ukikosa unyenyekevu, uwe na hakika hakuna atakaye kuheshimu, hautaheshimika. Utatumia nguvu nyingi kukubalika kwa watu, lakini mioyo ya watu haitakuwa karibu nawe. Kwa nini? Ukikosa unyenyekevu, heshima kwako inapotea. Angaza nami Mithali 29 na ule mstari wa 23. Mithali 29
na ule mstari wa 23. Ukiwa mnyenyekevu utaheshimiwa. Ukiwa mnyenyekevu utaheshimika. Mtunzi wa Mithali ile 29:23 anasema, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kwa maana nyingine, ukichagua kuishi maisha ya unyenyekevu, uwe na kia kwamba utaheshimika na kuheshimiwa. Lakini ukiamua kuchagua maisha ya kiburi, hakika utashushwa. Kumbe kiburi ni maandalizi ya anguko. Ukiishi maisha ya kiburi tu kwa sababu kwenye nafasi fulani, tu kwa sababu uko na hadhi fulani, ni maandalizi ya anguko la kwako. Wako viongozi ambao walipata nafasi nzuri kabisa, maeneo nyeti sana, walisimama kwenye zamu za kwao, lakini ghafla kiburi kilivyoinuka kwao, ghafla roho ya kiburi ilivyoinuka kwao, hawakuchukua hatua ndefu. Watu hawa walianguka. Walianza kwa kuheshimiwa ndio, lakini baadaye roho ya kiburi kainuka kwao. Ile roho ya unyenyekevu ambayo Yesu mwenyewe anahitaji tuishi ikaondoka kwao na ikatoweka. Hivyo kuheshimika kwao kuliisha, kuheshimiwa kwao kuliisha, na hivyo kulitengeneza maandalio ya anguko, na walianguka na mwisho wao kuwa mzuri. Kuna watu walipata nafasi nzuri sana, walisimama vizuri mno na walikuwa na ulinzi wa kutosha, lakini ghafla kiburi kilivyoinuka juu yao, walijikuta kesho yake hawana ulinzi hata mmoja. Kwa nini? Ukiishi maisha ya unyenyekevu utaheshimiwa na kuheshimika. Ukichagua kuishi maisha ya kiburi utaanguka. Kwa maana nyingine, kiburi ni maandalizi ya anguko la kwako mahali ulipo. Yani hapo ulipo kwenye nafasi uliyokuwa nayo, hadhi uliyokuwa nayo, ukiweka kiburi ni maandalio ya kwako kuanguka. Wako watumishi waliokuwa wazuri kabisa, wanaimba vizuri kabisa, wakisimama mahali ni kwamba ni wingu inashuka kiukweli ukweli, lakini kitendo cha wao kujiinua wenyewe, kuachilia kiburi juu yao, watu hawa hatuko nao kwenye huduma hizo. Mnawafahamu, inawezekana sio nafahamu ndio, lakini wako waliopitia mazingira mazuri ya huduma za kwao, walikubarika sana walivyosimama madhabahuni, lakini kitendo cha wao kujinua na kuachilia kiburi na kusahau ya kwamba aliyewapa zawadi hii ya huduma hiyo anahitaji waishi maisha ya unyenyekevu, watu wameanguka. Kiburi kinatanguliza, ni maandalizi ya anguko la kwenye nafasi uliyokuwa nayo. Kuna wahubiri waliokuwa wazuri sana, walisimama kwenye zamu za kwao kuwahubiria watu, na watu walioponywa na waliokoka ndio, lakini kitendo cha wao kujinua, kutanguliza kiburi juu yao, ni maandalizi ya anguko, na mwisho wao leo hii hatuko nao, ni historia tu. Wako viongozi ambao kwenye maeneo mbalimbali wamepata nafasi nzuri kabisa za juu sana, lakini wamegeuka miba kwa watu wanaoongoza. Kwa nini? Walianza katika hali ya unyenyekevu, sawa, walimsihi Bwana wape nafasi hizo ndio, na Mungu akawapa, lakini ghafla kiburi juu yao kianza kuinuka, na hivyo kuwaondoa kwenye nafasi za kwao. Kiburi kilivyoinuka kianza kutengeneza mazingira ya anguko, na mwisho wa kwake hawakuendelea kukaa kwenye nafasi hizo. Yuko Nebukadreza ambaye alikuwa ni mfalme mkubwa kabisa, majimbo zaidi ya 120, jimbo kubwa kuliko hata Marekani. Alikuwa ni kiongozi mfalme, lakini kitendo cha yeye kujinua, kitendo cha yeye kuinua na kuinuka na kiburi, kilitengeneza anguko la kwake. Alifutika na kutoweka kabisa. Imagine mtu kiongozi mkubwa aliyekuwa maarufu sana, lakini kitendo cha yeye kuchagua maisha ya kujinua na kutanguliza kiburi mbele, moja kwa moja kilitanguliza anguko, na hivyo akaishia hapo, na historia yake kaishia hapo. Mtu wa Mungu, upo kwenye nafasi hiyo kwa sababu Mungu anaamini ya kwamba utaishi katika maisha ya unyenyekevu kama ambavyo yeye mwenyewe amesema.
Lakini utakavyotanguliza kiburi kwenye nafasi ya kwako hiyo, utakavyotanguliza kiburi kwenye huduma uliokuwa nayo, uwe na hakika ni maandalizi ya anguko la kwako. Na hivyo hicho ulichokuwa nacho leo ni muda tu, kitaisha kabisa, hakuna atakaye kukumbuka tena. Ndivyo ilivyo. Lakini jambo la pili, ukiishi katika maisha ya unyenyekevu, Maandiko anasema utapata uzima. Ukiyaishi maisha ya unyenyekevu utapata uzima. Tuendelee na Mithali ile 22 na ule mstari wa 4. Mithali 22 na ule mstari wa 4 inasema, thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana, moja ni utajiri, heshima nayo ni uzima. Kwa maana nyingine, ukiamua kuishi kinyume chake, na hao yote yatakuwa kinyume chake. Watu wa Mungu, maadamu tumechagua kuwa wafuasi wa Bwana Yesu, tabia moja wapo ya Yesu ilikuwa ni unyenyekevu. Na hivyo nasi tunapaswa tuyaishi maisha ya unyenyekevu. Vinginevyo anguko litakuwa juu yetu. Kuwa kwenye nafasi uliyokuwa nayo haimaanishi ya kwamba utaishi milele, utakaa milele kwenye nafasi hiyo. Kuwa kwenye hadhi uliyokuwa nayo leo hii haina maana ya kwamba wengine hawakustahili nafasi hiyo, lakini ni neema tu ambayo Mungu ameachilia kwako. Hivyo usione kuwa ni juhudi na nguvu za kwako, kwa kuwa hicho ndicho chanzo cha watu kutengeneza mazingira ya kuishi kwa namna ya wao wenyewe, kujivuna na kuona kwamba vyote hivyo ni kwa sababu ya nguvu zao. Watu wa Mungu, jambo la tatu, tukiamua kuyaishi maisha ya unyenyekevu, tukiamua kuyaishi maisha ya tabia ya Bwana Yesu ya unyenyekevu, utafichwa siku ya hasira ya Bwana. Utafichwa siku ya hasira ya Mungu. Kumbe wakati mwingine, kuna wakati Mungu anakuwa na hasira sana juu yetu. Kuna wakati Mungu anakuwa na hasira sana juu yetu, lakini kitendo cha wewe kuchagua kuyaishi maisha ya unyenyekevu kinamtengenezea nafasi Mungu wetu kukuficha katika hasira ya kwake. Ni kwa nini? Ukiwa na moyo wa unyenyekevu, uwe na hakika roho ya toba na moyo wa toba ndani yako itakuwepo tu. Uko nafasi, kama kuna jambo litakwenda kinyume, utaiona kabisa kuna mahali hujafanya sawa sawa, iko namna utapiga goti na kurudi mbele za Mungu, kwa sababu uko katika hali ya unyenyekevu. Lakini kwa mtu anayeishi kinyume chake, mtu aliyechagua maisha ya kwamba hauwezi kuniambia kitu wewe, huwezi kunishauri kitu wewe, ni mtu mdogo sana kwangu ya kunielekeza kunishauri jambo hili, hauna hadhi ya kunishauri jambo hili. Ukichagua maisha namna hiyo, uwe na hakika hata kama ukikosea, hautakuwa na namna na wazo la kusogea mbele za Mungu na kusihi toba. Na hivyo hasira ya Mungu itakuwa moja kwa moja kwako, kwa kuwa hamna namna atakuficha kwayo, kwa sababu haujawa na utayari wa kumsihi na kumwomba Mungu juu ya yale ambayo umeyakosea. Yuko Daudi ambaye amekuwa ni kiongozi maarufu mkubwa kabisa.
lakini yako maisha yaliokuwa yakiishi. Kuna namna alivyokuwa akitembea anaanguka, kuna namna alivyokuwa akifanya anaanguka, lakini hatima ya kwake, kila kijiona amekuwa, airudi mbele za Mungu kumsihi na kuomba toba kwake. Kila kijiona ameanguka, anarudi mbele za Mungu kumsihi na kuomba toba kwake. Kwa nini? Iko roho ya unyenyekevu iliyokuwepo ndani kwake, ambayo ilimrudisha na kumkumbusha hicho ulichokifanya si sahihi. Right. Kiburi, roho ya kiburi ingelikuwapo ndani yake, asingeliona kama kuna mahali ameanguka. Watu wa Mungu, tupo wengi katikati yetu, na wengine tuko ndani ya kanisa kabisa, na wengine pengine uko nje ndio, lakini tunaona kabisa kila tunalofanya kwetu ni sahihi. Hatuna wasaa wala nafasi ya kushauriwa na mtu. Tumekuwa ni watu ambao kiasi cha kwamba hata wale ambao kwa hiyo maofisini mwetu pengine tunaongoza, tumekuwa ni miba mikali kabisa. Kila ukipita, kila mmoja ni kama anakufa ganzi hivi. Fulani leo yupo. Nini? Kuna maisha fulani uliyochagua kuyaishi, si ya Mkristo. Ukristo wetu umetokana kumwamini Bwana Yesu, na kwa kuwa tumemwamini yeye, lazima tuishi sawa sawa na tabia ya kwake. Na tabia moja yake ya kwake ni upole na unyenyekevu. Si jambo jepesi sana vile ambavyo mzazi unaishi unalea mtoto anakuwa katika hali ya kutokuelewa kabisa, kwamba kila unachokielekeza kwako hakieleweki. Si furaha hata kidogo. Sasa tukichagua kuishi maisha unyenyekevu, Mungu wetu anapoandaa hasira yake kwetu anaachilia mbali, kwa sababu katikati ya wakati anapolisogeza hasira yake, anakutana na toba ya kwako, anakutana na moyo wa kuomba msamaha kwake. Kwa hiyo kwa namna yote ile hasira yake inaishia. Lakini ukichagua maisha ya kuishi vile ambavyo unaona mwenyewe inafaa, wewe na hakika hasira ya Mungu haitakaa mbali nawe, itakufuatilia moja kwa moja hapo ulipo. Sefania ile sura ya 2 na ule mstari wa 3. Kitabu cha Sefania ile sura ya 2 na ule mstari wa 3. Sefania ile sura ya 2 na ule mstari wa 3. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Tukiishi maisha ya unyenyekevu, ukiishi maisha ya upole, si yale ya kuigiza, ukijikwaa mahali utajua umejikwaa. Na kwa kuwa utajua umejikwaa, utatengeneza. Mtoto akikosea na akagundua amekosea, atarudi kwa baba au kwa mama, atajiwahi kuomba msamaha. Lakini akiwa hayuko katika nafasi hiyo, hawezi kuishi kama ni amekosea. Hawezi kuishi ni kama kuna mahali amejikwaa. Vivyo hivyo na kwetu pia. Kwa kuwa tukikosa kuyaishi maisha ya unyenyekevu, hakuna mahali ambapo utajiona wewe umejikwaa, umekosea. Kwanza kuna watu hawakoseagi. Ndivyo walivyo na formula hiyo. Kuna watu hawakosei kabisa.
Yaani yeye kiongozi, kuna mahali yeye hakosei kabisa. Kwa hiyo mtu wa namna ile hakuna siku ataona kwamba kwenye hili Mungu nirejeshe, kwenye hili naomba Mungu nitengeneze. Hawezi kuona hilo. Na hivyo ukiona maisha namna ile yanatengeneza anguko lijalo, yanatengeneza anguko. Wako watu ambao wamepitia anguko katikati ya nafasi zao kubwa. Wako watu ambao wamepitia anguko la uchumi katikati ya utajiri wao mkubwa. Kwa nini? Walijitafuta, walimsihi Bwana wawezeshe, awabariki, na Mungu akawawezesha. Mara baada ya kupata, asiyejua kupata akipata, basi tena. Mara baada ya Mungu kuwabariki vingi, nafasi hiyo tena ya kunyenyekea mbele za Bwana haipo. Na hivyo wanaona vyote walivyokuwa navyo ni juhudi za kwao. Ninyi ni mashahidi. Wako ambao tumeanza kusali nao, waliokuwa ni wa kawaida sana, lakini ghafla Mungu aliwabariki. Baada ya hapo hatuko nao kabisa. Hawana muda huo na nafasi hiyo hawana. Lakini mwishoni wameishia anguko, wamerudi kule walikokuwa. Kwa nini? Ukiishi maisha ya unyenyekevu, huyu Mungu atakuheshimisha. Ukiishi maisha ya unyenyekevu, huyu Mungu atakuheshimisha. Vinginevyo ukienda upande wa pili, utashushwa. Kuna mahali unapatamani ndio sasa hivi, katika mazingira ulioko sasa hivi, kuna mahali unatamani ufike kabisa, ndio. Lakini nikwambie ndugu yangu, pale ambapo Mungu atakufikisha, Mungu hakubariki, tambua ya kwamba ukiyakimbilia maisha ya kiburi, yataandaa maandalizi ya anguko lako mapema na asubuhi kabisa. Na hivyo itabakia kwa historia tena. Wako ndugu zetu tunawafahamu, aidha ni mjini na vijijini, walikuwa na mali za kwao nyingi sana, lakini kitendo cha wao kuchagua kuishi maisha ya kiburi, maisha ya kujinua wao wenyewe, maisha ya kuona kwamba walivyokuwa navyo ni nguvu zao wenyewe, leo hii hawana historia hiyo, wamerudi kule walikokuwa. Wako wanasiasa wazuri sana walioinuka, wako wazuri mno waliosimama kwenye zamu za majukumu ya kwao, lakini kitendo cha wao kujinua wenyewe, kitendo cha wao kusahau ya kwamba wanapaswa waishi na wenenda katika leo unyenyekevu, leo hii yamebaki majina ya kwamba kulikuwa na fulani. Inawezekana na kwako ni ndoto yako siku moja uwe ni mwanasiasa mkubwa, ndio. Mungu hutoa, lakini jua siku kikipata ukachagua maisha upande wa pili, uwe na hakika ni maandalizi ya anguko la kwako asubuhi na mapema. Inaweza isiwe siku hiyo, inaweza isiwe ni siku kadhaa, lakini mwisho wa maisha ya mtu anaishi katika hali ya kiburi ni anguko. Jambo la 4, ukichagua kuishi maisha ya unyenyekevu kama ilivyo tabia ya Bwana wetu Yesu Kristo, na Mungu amewastahilisha kwa namna ya ajabu mno. Ni kwa nini? Kuna namna maisha fulani unaishi ambayo Mungu anapendezwa nayo. Kama ni wewe, ndio maintain. Kama ni kwako, ndio endeleza. Ukigeuza shingo, uwe na hakika anguko la kwako liko asubuhi na mapema. Anguko la kwako liko asubuhi na mapema. Unaweza usilione hilo, lakini nikwambie tu, wako ambao wameanguka kwenye nafasi zao nzuri kwa sababu ya maisha ya kiburi ambayo wamechagua kuishi. Wako ambao wamekuwa stressed leo hii, wamerudi mahali ambako hawakutarajia kwa sababu tu ya maisha waliokuja kuyachagua. Si jambo jema sana
ungoje uje na wewe utengeneze ushuhuda ya kwamba nilikuwa mahala fulani ndio, nikafika mahala fulani ndio, lakini kiukweli sasa hivi sijui naendaje. Usingoje iwe ni ushuhuda kwako. Ni wafuasi wa Bwana Yesu ndio, tusiwe ni wafuasi wa majina, tusiwe ni wafuasi wa sura, tuwe ni wafuasi wa matendo. Watu wanapotufika ofisini waone hakika hapa nimefika kwenye mahali salama, ninahudumiwa. Kuna watu Mungu amewabariki vizuri kabisa na amewapa ofisi nzuri kabisa, lakini ni miiba maofisini mwao. Sijui kama ni wewe, sijui, lakini ni miiba maofisini mwao. Watumishi wanatamani wahame waende maofisi mengine hata singine. Kwa nini? Kuna stress mwanzo mwisho ya viongozi wao. Uwe na hakika hizo stress unazozitengeneza kwa wenzio ni maandalizi ya anguko la kwako, si muda mrefu. Wanaweza wasione hao ulio nao, wataona wengine. Lakini maisha unyenyekevu yanakuheshimisha, yanaheshimika. Niliwahi kupita mahali fulani, nikawa kwenye kazi ya muda tu kidogo. Ilikuwa ni taasisi binafsi. Palikuwa na mtu mmoja mkuu wa idara ya utawala. Samani kwa watawala, sina maana mbaya, natolea tu mfano huko ambako nilipita. Kwa kuwa hao ni wanalinda rasilimali watu na vitu vingine. Yule ndugu mimi sikukaa muda mrefu, lakini watu waliokuwa wakifanya kazi naye, kila mmoja alikuwa anatamani ahame. Sasa changamoto ya private ni kwamba huwezi ukajitafutia uhamisho kwenda private nyingine. Itakulazimu tu sasa, kama ni kusugua goti, endelea kulisugua tu goti, utafute mahali pengine ambapo Mungu atakuonyesha ukapate kwingine. Lakini walipitia mazingira magumu ya utumishi wao. Mshahara wanaohitaji ndio, lakini stress za muda ofisini hazifai. Yule kiongozi akifika, ni watu ni kama wanakuwa paralyzed. Yaani unaona kabisa ni kama vile si ni mtu, yani ni mtu fulani anaogopeka kabisa. Sasa unaweza kuona mtu amefikia level hiyo, yani kiasi cha mtu akipita hapa watu wote wanaogopa. Sijui ni kwa namna gani, sijui. Lakini nilitamani kuyafuatilia maisha ya kwake huyo mtu. Nilitamani sana. Hata nilipotoka nilitamani kuyafuatilia, kwa kuwa nilitamani kujifunza kitu sana kwake. Nilitamani kuyafuatilia maisha kwake, na nashukuru nilifanikiwa kuyafuatilia. Mpaka leo hii huyo alikuwa ni mwanamama, samani kwa kina mama, sina maana mbaya. Alikuwa ni mwanamama. Alirudi umri umesogea, na sasa ile energy ya kukubalika makampuni mengine tena ni hamna. Sasa huko alikokuwa akajikuta amepewa a short notice of termination. Ilikuwa ni shangwe kwa waliobaki. Ilikuwa ni furaha kwa waliobaki kwenye ile ofisi. Yaani wanafurahi kiongozi wao aanguke. Lakini ni anguko ambalo yeye kweli aliliandaa, kwa sababu alichagua kuishi maisha ya jeuri, ya kuona ya kwamba no one is more than he. Sasa ukichagua kuishi maisha hayo, yanatengeneza anguko la kwako. Huyu mama alipewa notes bila hata maandalizi. Ni bora hata wengine wanapewa notes, bwana mwakani kwa kweli hatutakuwa na wewe. Lakini alipewa notes ambayo alikuwa surprised. Kwa age aliyokuwa nayo,
alijikatia tamaa kuhangaika na maisha mengine. Sasa yuko anahangaika na shughuli zake za shamba sasa. Sasa huyo ni mmoja wako wengi. Na alikuwa hakosi Jumapili kanisani. Alikuwa hakosi Jumapili kanisani. Sasa sijui, lakini ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo, na hayo ndio maisha ambayo baadaye ameendelea kuyaishi sasa. Baada ya kuyafuatia na kuipata historia yake ya mwisho, asikuhangaika tena kufuatilia historia yake sasa. Kwa hiyo huko aliko yeye na maisha kwake, ila tu ni angalizo la kwako mimi na wewe. Tukichagua kuyaishi maisha ya ufuasi wa Yesu, chagua kuyaishi maisha ya unyenyekevu. Unaweza usione its effect today, lakini kesho na kesho kutwa itakuwa ni ushuhuda kwa kizazi cha kwako au hata wengine pia. Mungu huwapinga wenye kiburi. Nilisema mwanzo ile Petro ya kwanza ile sura ya 5 ule mstari wa 5, Mungu huwapinga wenye kiburi. Hivyo watu wa Mungu, tukichagua kuishi maisha ya unyenyekevu, tuwe na hakika tutaheshimiwa. Tuwe na hakika tutafurahia uzima wa milele. Lakini tuwe na hakika hasira ya Bwana itakuwa mbali nasi. Lakini tuwe na hakika neema ya Mungu, favor ya Mungu itakuwa juu yetu. Mungu wetu wa mbinguni, asante. Tunakushukuru wewe uliye ambaye ulimtoa Yesu kwa ajili ya kanisa na ulimwengu wote. Aliacha vyote vizuri, akashuka, akashusha kabisa kwa ajili ya vyote ambavyo sisi tuliviasi. Alifanya hivyo ili sisi tupate kuamini na kuyaishi maisha kupendeza wewe. Tabia moja wapo ya Yesu mwenyewe aliye Bwana wa kwetu ilikuwa ni upole na unyenyekevu. Mungu wetu, kama kuna maisha yamekuwa ni ya tofauti kanisani, kama kuna maisha yamekuwa ni ya tofauti katika dunia hii, ni maisha ya kuishi na kujua ya kwamba vyote tulivyokuwa navyo, nafasi tulizokuwa nazo, hali tulizokuwa nazo ni nguvu zetu. Kama kuna mahali Mungu tumekosea, ni pale ambapo tulipojinua sisi wenyewe, tukaamua kuyaishi maisha ya kiburi, maisha ambayo yanaandaa anguko la nafasi za leo tulizokuwa nazo. Tunasogea Bwana asubuhi ya leo, tukikushukuru ya kwamba umetupitisha walau kidogo kwenye neno la unyenyekevu, ambalo ni tabia moja wapo pekee na kubwa kabisa Yesu, ambao sisi tunapaswa kuishi kwayo. Tunakuhitaji Bwana asubuhi na muda huu. Kanisa la kwako tusaidie tuyaishi maisha ya unyenyekevu. Tuishi tukijua ya kwamba ni wewe pekee ambaye umetufikisha hapo tulipo. Tuishi tukijua ya kwamba hapo tulipo si kwa nguvu zetu. Tusaidie Bwana, mahali ambako wewe umetubariki, tusaidie tusiishie katika maanguko mabaya kabisa. Kwa kuwa wako watu waliokuwa katika maisha mazuri ya uchumi, maisha mazuri ya kisiasa, maisha mazuri ya vyeo mbalimbali, wameishia kwenye anguko. Nasi Bwana, kama kanisa la kwako, hatutamani kabisa kuyaishi maisha ya anguko, kuishia katika ushuhuda mbaya wa namna hiyo. Tunakuomba Bwana utusaidie, ili maisha ya kwetu tutembee na kuenenda katika namna ambayo kwayo ushuhuda wetu utaendelea kutengenezeka siku hadi siku. Zaidi Bwana, achilia mioyo ya unyenyekevu ndani yetu, achilia mioyo ya upole ndani yetu. Kwa kuwa Bwana, tukiaishi maisha hayo, hakuna mahali Bwana tutaumizana, hakuna mahali Bwana tutatamani wengine Bwana waondoke,
Hakuna mahali Bwana tutatamani walau fulani aondoke. Hakuna mahali Bwana tutaacha kusameheana. Tusaidie Mungu wetu, kwa kuwa ni tabia ya Bwana wetu Yesu. Nasi kwa kuwa kwa vinywa vya kwetu tulichagua hivyo, tusaidie. Kwa yule ambaye yupo katika namna nyingine ya kuishi kwa kushupaza shingo ya kwake, Bwana mrejeshe. Tunakuomba Mungu tusaidie. Waliopo katika huduma ambao Mungu umewainua kwa vipawa na karama za kwao, Mungu wa mbinguni wasaidie waishi katika hali ya unyenyekevu, kwa kuwa wako walioinuka na uliowainua katika huduma za kwao, Bwana, wameishia katika anguko baya kabisa, na dunia inashuhudia kivingine. Tusaidie Bwana, tusiwe katika kundi hilo. Umetupa huduma na karama, tuzitumie sana vile upendavyo, katika jina la Yesu.